Dada, mambo? Poa, mzima. Mzima. Nani jina? Hilda. Hilda, umekuja kula bata beach huko? Ndio. Okay, sasa Hilda bwana, na maswali mawili nataka nikuulize hapa. Uliza. Okay. Si unamfahamu Shetani? Kusema kumfahamu uongo. Ila ndio hivyo kama tunavyomjua hivyo yani. Kumsikia nini kwenye vitabu? Okay, sasa Shetani kwa mfano angekuwa ni binadamu wa kawaida, yani anaishi kama sisi. Unafikiri angekuwa anatokea nchi gani? Angekuwa basi wapi tuseme? Kenya au ndo huko Ukraine tulipo basi. Shetani angekuwa anatokea Kenya. Kwa nini Kenya? Kwa sababu machafuko mengi. Oya, Shetani ana sura ya Kenya. Kwa mujibu wa dada yetu, dada Hilda hapo. Okay, swali lingine la mwisho na nataka nikuulize kuhusiana na kwa mfano ukiwa umedate na umedate na mwanaume. Zinatakiwa zipite siku ngapi kabla ya kukutana naye kimwili? Hasa hapo inategemea yani kama mazingatio yake. Mtu kama anazingatia kweli, unamwangalia mtu anania kweli, sasa kutegemea mwezi hivyo. Lakini mtu akieleweki, akijikuta chizi na wewe chizi, ndio hivyo. Kwa akiwa anaeleweka wiki, mwezi, nini fresh? Mazingatio fresh hapa, haina shida. Hata mwezi sio mbaya. Kwa siku 2-3, siku moja hivi inawezekana? Siku moja imekuwa vocha. Au yeye anakuwa sio mpenzi tena? Huwa sio mpenzi. Hapa na mambo yake ambayo amekuja nayo. Hapo kwenye kuzingatia nini anatakiwa azingatie nini ili watu watakavyokuja DM au watakavyokuwa na kutafuta nini au wanavyokuwa namtafuta mtu yoyote wazingatie nini? Na hapo kwenye mazingatio vya kuzingatia ni vitu gani? Kula, kuvaa, hivyo yani nimeumwa, yani mazingatio hivyo kila kitu. Oya, kwa maelezo ya dada yetu hapo bwana, Shetani ni Mkenya. Alafu sasa ukiwa umenyooka, ukiingia kwenye mahusiano na mtu mwezi mmoja, wiki mbili anaweza kukubless au sio bwana? Mkono kichwani. Saluti dada, asante sana. Haya, poa. Tukache endelee kuenjoy hapa au ule upepo. Shemeji yuko wapi? Yule kule. Anaogelea. Yule kule katoka huko. Si akani mind huyu mama, mbona anauliza maswali ya kiwaki? Korofi wewe. Okay bwana, asante sana wewe. Shetani unamsikia? Shetani namsikia. Shetani, kwani wewe umjui Shetani? Mimi simjui, mimi namsikia. Na unamsikia? Mimi namsikia kama unavyomsikia wewe hivyo hivyo. Okay. Sasa Shetani unahisi angekuwa ni Mtanzania angekuwa anatokea mkoa gani na kwa nini? Shetani angekuwa kama Shetani angekuwa Mtanzania. Uchagani. Uchagani? Maana Wachaga mwanangu wana roho mbaya sana. Wachaga wana roho mbaya sana. Kwa nini? Kabisa Shetani angekuwa Mtanzania moja kwa moja Kilimanjaro, Moshi hiyo, Uchagani huko. Jamaa wana roho mbaya kinoma. Wale washikaji wana roho mbaya sana. Kuna tukio lishe kukuta au stories za kusikia nini? Hapana mwanangu, mnavyokuambia hivyo, mimi nimeishi kabisa Uchagani. Nimeishi kama sehemu Marangu. Nimeishi zangu sehemu kama Rombo kule. Kwa Wachaga mimi nawajua kabisa, na najua jinsi walivyo, najua tabia zao kabisa. Wachaga wana roho ngumu, yani wana moyo mgumu sana. Kwa Shetani angekuwa Mbongo angekuwa Uchagani huko. Moja kwa moja Moshi mjomba hapo. Inakuwaje mwanangu? Safi. Kama kawaida. Jina tunakuita nani? Naitwa Venus. Venus. Yeah. Umekuja kula bata beach ni? Leo weekend nimekuja kuzula tu, unaelewa blaza. Sasa hapa na maswali mawili nataka nikuulize mwanangu. Swali la kwanza, unamfahamu Zuchu? Zuchu. Namfahamu. Ni mke wake na Diamond, si ndio? Yeah. Okay, sasa mimi nataka tuwashumu wewe ndo Zuchu. Kwa mfano wewe ndo ungekuwa ndo Zuchu. Unatamani kumzalia watoto wangapi Diamond? Sasa blaza. Unaulizaje maswali ya hivyo blaza? Sasa tunawashumu tu ungekuwa, yani wewe si kama wewe ni Zuchu ila ungekuwa ndo yeye. Mimi ningekuwa Zuchu. Blaza, hilo swali gumu kwangu mimi mwanaume. Okay, sawa. Swali lingine. Unafahamu Shetani? Shetani? Yeah. Shetani angekuwa ni Mtanzania unahisi angekuwa anatokea mkoa gani? Shetani angekuwa ni Mtanzania. Shetani angekuwa ni Mtanzania angetokea Kigoma. Kwa nini Kigoma? Yaani kama asingetokea Kigoma basi angetokea Sumbawanga. Yaani sababu yani kwa nini Sumbawanga, kwa nini Kigoma? Maana kule kuna sehemu moja panaitwa Uvinza. Yaani ile sehemu ni hatari sana.
Wachawi sana. Wachawi sana Uvinza. Oh, huyu jamaa vipi? Na Sumbawanga? Sumbawanga. Sumbawanga kusema ukweli ndio sehemu inao kwa Tanzania ndio sehemu inao yani ina sifa hiyo ya kichawi Sumbawanga. Uchawi mingi sana kule. Okay, sawa. Sasa swali lingine la mwisho kabisa tunamalizia hapa. Kwa nini mzungu? Wazungu tunawafahamu? Yeah. Mzungu akifa yeye kwa nini anaenda mbinguni moja kwa moja? Alafu mweusi akifa yeye anaenda kwanza kuzima, anasikilizia hadi siku za mwisho ndo aende kwa sagodi kule. Hiyo sijawahi kusikia. Unajua kusikia? Ndio nimesikia kwako leo. Ndio iko hivyo sasa. Wewe unahisi kwa nini iko hivyo? Au wajua hapo blaza, siwezi nikakupa sababu moja kwa moja kwa maana sijawahi kusikia kitu kama hicho. Ndio umesikia sasa, yani iko hivyo. Yani wewe unahisi sasa kwa nini iko hivyo? Kusema kweli sina majibu. Una majibu? Okay, sawa mwanangu. Na kwa mfano ungekuwa ndio Mungu, siku za mwisho ungefanya lini? Sasa mbona blaza maswali yako tena ambao hapo kabisa. Unajua kuna watu wanaamini Mungu hayupo. Wewe upo kwenye kundi gani sasa? Mimi naamini Mungu yupo, ila kuna watu. Sasa ukianza kusema sijui mimi ni ashumu kama ni Mungu, basi navuka mipaka. Uvuki mpaka hapa tuna ashumu. Kuna masuala ya siku za mwisho pale. Kwamba bana kuna siku za mwisho watu watakufa, wata nini. Sasa hizo siku za mwisho wewe kama unaamini Mungu yupo maana yake ushakutana nazo. Sasa wewe ungekuwa ndo yeye sasa. Siku za mwisho si hazifahamiki ni lini? Mimi ninachojua siku ya mwisho. Siku za mwisho ni siku ambayo utakufa wewe. Ukifa stori imeishia hapo. Hiyo ndo siku yako ya mwisho. Kuna ile siku kwamba watu wote tutaamsha hivi. Hiyo hamna. Kwa mawazo yangu lakini mimi sijajua wewe. Mimi sijui, mimi nakusikiliza wewe. Ndio hivyo, yani siku yako ya mwisho ndio ile siku utakufa. Inakuwaje mwanangu? Fresh vipi? Fresh kama kaa. Kama dawa, mambo yasema. Jina tunakuita nani mwanangu? Naitwa Ali. Ali. Okay, sasa Ali mwanangu, na maswali mawili nataka nikuulize hapa. Wewe hata 5 6 uuliza tu. Unamsikiaga shetani au unamfahamu shetani? Namsikia kwenye vitabu, namsikia kwenye mitandao, lakini siwezi kusema namfahamu, kipindi sina uhakika, sijawahi kumuona. Okay, sawa. Sasa shetani kwa mfano angekuwa ni Mtanzania, unahisi angekuwa anatokea mkoa gani? Anaishi Dodoma. Kwa nini Dodoma? Sasa sababu zingine kuuliza kama hivyo. Hapa majibu nakosa kwa sababu kweli yani. Shetani anatokea Dodoma mwanangu, kwa maelezo ya mshikaji. Swali lingine nataka nikuulize hapa. Kwa mfano wewe ndio ungekuwa ni Mungu. Mungu yeye pia unamsikia? Mungu namsikia kwenye vitabu, namsikia kwenye mitandaoni, tunamuongelea hata mtaani pia hivyo hivyo tunamuongelea, lakini kusema nimemuona sijui, sijawahi kumuona hata siku moja. Okay, sasa kwa mfano sasa hapa tunawashumu ungekuwa wewe ndio Mungu. Siku za mwisho zingekuwa lini au ungefanya wewe lini? Ungefanya hata kesho, tu hata sana faida ya kuishi hapa. Hauna faida ya kuishi? Asioni kabisa. Lola makelele tu. Kwa watu bora tuondoke tu yani. Ondoke tu bwanangu. Yaani mimi kesho kifika kesho ningeipindua tu nchi yenyewe. Gifunika kama ilifunikaga sijui wapi, walifunikaga sijui nchi gani, ilifunikwa hiyo juu chini juu watu wakafa, na mimi nikifanya dunia nzima. Unajua wenyewe ndio wale ambao hata mnaweza mkapewa mabomu katulipua ujue. Mimi sichekeshi, mimi kweli. Mimi ukilipa bomu nikasema kalipua sehemu labda kuna hela au la vipi, familia yangu ni vizuri, mimi naenda kulipua afa napita huko naenda kufa. Sasa nafanya faida gani hapa? Dudani kuna faida gani naishi hapa? Na sielewi. Nasindikiza watu tu. Sasa kisa kuna kupambana mwanangu, unaweza kupambana ukatoboa nini? Bana kila siku hamna faida yote, makelele tu. Huyu jamaa yeye kwa maelezo yake angekuwa Mungu. Yaani hata kesho siku za mwisho fresh, yani watu tutangulie mbele za haki nini. Swali la nyongeza sasa la mwisho lile la kumalizia hivi. Unahisi ni kwa nini mzungu akifa yeye anaenda mbinguni moja kwa moja, alafu mtu wa Afrika akifa yeye anaenda kuzimu kwanza, nasikilizia siku za mwisho zifike ndo aende mbinguni? Mimi siamini kama kuna ukweli kwa swali lako. Siamini kama kuna ukweli. Waamini kama wazungu wao wanaenda mazima mbinguni? Mimi siamini ukweli huo. Na kuhusu mtu kufa kwamba ataenda mbinguni? Yaani yote hiyo, kama mtu anaenda mbinguni au anaenda peponi hiyo kuzimu, hiyo mimi sina uhakika nayo. Kwa sababu hiyo nashinda kukujibu hapo. Haya masuala ya imani haya. Hiyo imani sasa hiyo. Sasa hiyo hapa mimi hapo hiyo masuala ya imani haya, sasa niamini tu kipindi vitabu vimeandikwa vitabu au watu wanaongea au ndo nini? Sina uhakika, ndajibu nini sasa? Inakuwaje mwanangu? Poa vipi? Kama kaa? Fresh ndugu yangu. Jina tunakuita nani man? Mimi naitwa Innocent. Innocent. Yeah. Okay, unaona umekuja kula bata huko. Nakujaga kawaida.
Okay. Sasa mwanangu, hapa nilikuwa na maswali kama mawili hivi, nilikuwa nataka tuzungumze, tupige story nini? Ndio. Kwa mfano ukiwa una date na mwanamke, yaani labda mahusiano yameanza leo, zinatakiwa zipite siku ngapi kabla ya kukutana naye kimwili? Inategemea, unajua kuna baadhi ya wanawake wanawezekana tu mwanamke mkutana naye tu leo ukashangaa tu labda tu mmefanya sexual intercourse, lakini kuna mwanamke mwingine ukakaa naye hata wiki 2, siku 7. Wapo ambao ndio mwezi mzima. Kwa hiyo inategemea ni mwanamke gani ambaye mmekutana ni siku gani. Inategemea tegemea na vibe ya dem mwenyewe yupoje. Yeah. Okay, nimekupata. Sasa swali lingine limeyushwa hapa. Tunashumu wewe ndio ungekuwa ni Mungu. Mungu si unamsikia au unamfahamu? Mungu namfahamu, namsikia, namsikia. Sawa. Lakini pia kuna swali zingine za masuala ya siku za mwisho, si kuna siku za mwisho huko baadaye kuna masuala ya kuungua, si na yeye kama unasikia hii. Of course. Kwa mfano wewe ndio ungepewa nafasi ya kuwa Mungu. Siku za mwisho ungefanya lini? Kiukweli sidhani kama ni kitu sahihi, kwa sababu kwanza siwezi kuwa hata mfano wa kuwa Mungu. Siwezi kuwa mfano wa kuwa Mungu, kwa hiyo siwezi kujibu kitu kama hicho kwa sababu siwezi kuwa mfano wa kuwa Mungu pia. Yaani hata kuigiza kuwa Mungu umekataa, haiwezekani. Haiwezekani. Mwanangu, bonge moja heshima kwa Mungu, kwa sagodi bana, huwezi kujilinganisha na Mwenyezi Mungu. Mwanangu hapa amesema yeye hawezi hata kuvaa viatu vya Mwenyezi Mungu. Au sio bwana? Sasa na swali lingine la mwisho kabisa ni nataka unielezee. Unajua mimi najua upo kwenye kukaa kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano. Nataka unielezee, unipe experience siku yako ya kwanza kumtongoza mwanamke. Ilikuwa lini? Ilikuwa wapi na ilikuwaje siku hiyo? Yaani ile moment ya siku hiyo, yani bana ndo demu hiyo hapo, afu ndo siku yangu ya kwanza kabisa hii hapa. Unajua kuna masuala ya uoga. Sasa sijui kama ulikuwa kuna uoga au ni unaweza kama ulikuwa una ujasiri fulani. Sasa nataka tupe hiyo moment ya siku yako ya kwanza kutongoza. Ilikuwa wapi, lini na ilikuwaje siku hiyo? I think nilikuwa niko shule. Nilikuwa niko shule sekondari ile kitu kama hicho nakumbuka. Nilikuwa na mwanangu mmoja hivi anaitwa Saddam. Yeye nilimzidi umri lakini alikuwa na ujanja fulani hivi ya kujua wanawake kwa haraka zaidi. Kwa hiyo siku moja alikuwaga na mpenzi, mara nyingi tunatoka wote, tunawapeleka kwao, wanabaki, mimi narudi. Yaani bado hapo sijafanya tena mwanamke wote. Lakini kuna siku tu mwanangu tu tulikaa kama utando, akaniambia kuna sister moja hivi akakukubali. Yaani yeye ndo aliniambia hivyo, akakukubali. Sasa nataka tumuongee. Lakini mimi nikaa tu nacheka, naona kama vile yani. Inakuwaje mwanangu? Safi kama kawa. Kama kawa. Unaitwa nani? Naitwa Mpole Kunywaga mwanangu. Mpole Kunywaga. Mwanangu na swali moja nataka nikuulize hapa. Swali gani niulize? Okay. Nitaweza kujibu. Kama sijaliweza haya. Okay, sawa. Hivi kwa mfano ungekuwa wewe ndo Mungu. Siku za mwisho ungefanya lini? Yani ningekuwa mimi ndo Mungu, kusema ukweli. Siku za mwisho ningefanya hata leo. Leo kwa nini? Yaani sasa hivi walao vijana wamezidi sana madhambi. Kwa kifupi sasa hivi vijana wadogo wanapenda kutembea na mishangazi, unaona? Sasa yani hiyo inakuwa sio kabisa. Yaani vijana wadogo wanapenda kutembea na mishangazi. Sio vizuri. Yaani mimi kwa mizambi sasa hivi mimi hata leo tu bwana, hata siku ya mwisho yani. Wewe mwenyewe tunaona brother. Paka leo hata mvua hata kunyesha haijanyesha. Wewe mwenyewe unaonaje? Lakini kiwa leo hata wewe mwenyewe unakufa. Unajua siku za mwisho kuna kuchoma moto nini? Hamna, hizo si imani. Kila mtu aamini hapa anapoamini. Hizo ni imani, lakini ingekuwa mimi ndio Mungu, ningefanya hata siku ya mwisho leo, maana kunapoelekea kunipabaya. Wewe mwenyewe unaona yani. Okay. Dada, mambo? Poa, vipi? Safi, mzima Mzima sio. Fresh bana. Unaitwa nani? Naitwa Regina. Ukiwa umeingia kwenye mahusiano kwa mara ya kwanza na mwanaume, zinatakiwa zipite siku ngapi kabla ya kukutana naye kimwili? Hapo kusema zipite siku ngapi, yani kutokana na mtu ambaye umekutana naye yani. Yaani ndio kwa wewe sasa umekutana na mpenzi wako, zinatakiwa zipite siku ngapi? Yaani unaompa siku ngapi bana? Yaani hapa kisha naambia tukutane kimwili fresh. Hata wiki somba. Wiki? Mbona kama wiki kubwa hivi? Hamna, sio kwani wiki hiyo, yani kutokana kidogo na mimi nimpime kidogo nione.
Hapo kwenye kumpima kama kumangaliaje, yani unampimaje kwamba hapo kwenye kumpima, yani si ndo naangalia ni kama ni mtu, yani ni mtu ambaye anaweza kuingia naye kwenye mahusiano au vipi. Kama atakuwa kanyoka hapo sawa. Akinyoka wiki moja fresh. Kama amepinda pinda nini? Kama kapinda haiwezekani. Bana, hapa dada Regina yeye bwana anadai ni wiki moja, yani kama umenyoka wiki moja. Wewe hapo unaweza kutuandikia kwenye comment ukideti na mtu kwa mara ya kwanza. Yaani zinatakiwa zipite siku ngapi kabla ya kukutana naye kimwili? Mimi naitwa Donrag. Kama ndo mara yako ya kwanza naomba subscribe, lakini pia unaweza kutufollow. Mkono kichwani. Saluti. Asante sana dada. Hapa nakuacha endelee kula bata. Shemeji kwanza yuko wapi? Jamani, shemeji tena. Au shemeji hayupo? Hamna shemeji. Kwa watu wanaruhusiwa kufuata DM nini? Hapana.